Habari msikilizaji, karibu kusikiliza simulizi hii ya maisha, simulizi inayoitwa Siku za Uhai Wangu, ambayo imetungwa na kuandikwa na Danford Benny, ambaye unaweza kunipata kupitia nambari za simu za 0711444410. Na hii ni sehemu ya kwanza. Nikitazama jana yangu akilini mwangu, sitamani kabisa iwe leo. Nilichokipoteza kilikuwa na thamani kubwa zaidi ya ndoto ya mtu mweusi kuishi ughaibuni katika maisha hari zaidi. Wakale walisanifu kuwa majuto ni mjukuu, lakini kwangu nadhani ni zaidi ya kitukuu, hasa kwenye maisha yale yaliyojaa utata kwa siku zile chache za fadhaiko, majuto, sononeko na mgafiriko mkubwa wa fikra na pia mwili. Sitaki kukufuru juu ya uumbaji, bali nasema wengi wasingestahili kuumbwa katika ulimwengu huu, labda huko kusadikikako kuwa kuna viumbe hatari na waajabu waishiko. Laiti mimi ndiye ningepewa jukumu la kuamua nani aishi na nani apotee, hakika ningezungukwa na miti tu katika ulimwengu huu. Ningemuita yule ambaye ningempenda na kumueleza ukweli ni kwa nini nimeamua hivyo, kabla naye sijamuondoa karibu yangu. Nasema chozi si kitu kwangu pindi likivuka mboni na kukita ardhini, kwa kuwa naamini lingeweza kukauka na nisingeliona tena. Penzi, umeharibu sana maisha yangu. Penzi, na kulaani kuwa sehemu ya maisha yangu, na yasema haya nikiwa chini ya mparachichi mkubwa, punde tu baada ya kutoka kifungoni ambako kwa muda sikuwa nikivuta hewa safi. Hakika bado naweza kusema sura yake haipotei na wala haitoweki ubongoni mwangu. Siwezi kusema sitapenda tena, ili hali sikupewa macho ya kisogoni nitazame nyuma nitokako, ama macho yale ya kinyonga yazungukao kila upande ambao anatamani kutazama. Moyo ni kama kichaka, popote huota, na moyo popote huweza kupenda, na unaweza ukachanua msitu. Ila Mungu, naomba nipe wepesi, roho na moyo wangu visishirikiane tena kupenda. Nakumbuka siku niliyomuona binti yule akiwa katika cheko la furaha. Mwanya wake ulipendezesha sana lips zake nyeusi na nene kiasi. Bila shaka furaha yake ilikuwa imeongeza weupe wake na kufanya univutie maradufu. Huba zito lilininyekenya mwili mzima na kufanya damu ichangamke, kuongeza joto la mwili. Gutusho nililolipata lilifanya nisahau hata kujibu ile salamu yake. Ni dhahiri kuwa lilikuwa duazo kubwa sana pasi kifani. Hakika hapa niliamini kuwa mmea humea vyema palipo mbolea tu. Samahani, na nilishindwa kumaliza maneno yangu pindi tu yule binti alipofumba mdomo wake na kutoa simu sikioni mwake, kuashiria kwamba alikuwa tayari kuweza kunisikiliza. Binti yule alinitazama kwa muda huku simu yake akiwa hajaikata, nami nikaonyesha ishara kuwa aendelee kuongea na simu. Ni wazi nilikuwa nimeishiwa cha kuzungumza. Shosti, subiri kidogo na kupigia sasa hivi. Nilisikia sauti yake nyororo ikimwambia yule muwasiliani mwenza, na hapo nilishuhudia akikata simu yake kisha kuikobeka katika pochi. Binti yule alionekana mrembo kuanzia sura mpaka mavazi. Gauni lake refu la rangi ya maruni lilinivutia kumtazama mara mbili zaidi, maana ile moja isingetosha kunirudhisha fahari ya macho yangu, hasa kwa mwanaume rijari. Abe, aliitika binti yule kuashiria kuwa alikuwa yuko tayari kusikiliza wito wangu. Samahani, naitwa Hansi, nakaa hapo mtaa wa juu. Nimehamia muda si mrefu, na kama wiki hivi. Vipi, wewe ni mwenyeji maeneo haya? Niliuliza kwa ujasiri mkubwa ambao sikuwa nimejua ni wapi umetoka ghafla kiasi kile. Hapana, mimi si mwenyeji, napita tu hapa, naelekea hapo juu kwa rafiki yangu. Okay, sawa, samahani kwa usumbufu.
Nilimjibu huku nikiondoka, macho yangu ya wizi yakigeuka kusindikiza mtikisiko ule uliokuwa ndani ya maungo yake katika gauni lile refu. Awe, lakini si kirahisi hivi mpaka nijue ni wapi anapoelekea, sikubali. Nilijisemesha na nafsi yangu, hapo akili ikaamua miguu yangu nyuma geuka. Nilinyata mithili ya kibaka aliyekuwa kazini kuvizia begi la mpita njia. Nilifuata nyendo zake mpaka pale alipoingia katika nyumba moja mjini pale. Hapo nilirudi nyumbani nikiwa mwenye shauku ya kutaka kujua pale alienda kwa nani, ila tu niliomba sana isiwe kwa mwanaume. Nikiwa nyumbani, kila nilichowaza hakikufikia mwisho. Ndani yake ilikuja sura ya binti yule. Hii ilinifanya siku yangu isiwe ya upambanaji kabisa. Kila nilichotaka kufanya hakikuwa kikitimia. Kiufupi, siku hii si njaa kabisa, kwa kuwa bado nilikuwa na hamu ya kumuona tena binti yule, ijapo niweze kuzungumza naye namna ambavyo anautotosa moyo wangu. Hakika binti yule alizama mazima akilini mwangu mithili ya shoti ya umeme. Mwisho nikakata shauri ya kutokukaa kizembe. Haraka nikajiinua kitandani na kuvaa marapa yangu chapo, nikaanza safari ya kuelekea kule nilikomuona akiingia. Awe, liwalo na liwe, siwezi kushindwa. Nilijijaza ujasiri, moja mbili zikanifikisha katika nyumba ile ambayo nilikuwa karibu nayo kama mita 10 hivi kuifikia, ila nilisita kidogo niliposikia sauti za watu wakijibizana. Naam, sehemu ya kwanza imetamatia hapa. Je, unadhani nini hatima ya mkasa huu na nini kitaendelea? Basi usikose kuungana nami katika sehemu ya pili. Kumbuka, Instagram, Facebook pamoja na YouTube natumia jina la Danford Ben. Kwa sasa asante kwa kuwa nami na Mwenyezi Mungu akubariki.